Yaani mtu mzima kabisa mwenye akili zake timamu, lakini 0.0, si hata 0.1, 0.0. Sasa kwa hiyo ninachokuomba, nitafuatilia huyu mpwa wangu nani alimpiga mimba, na nitajua, nitatumia njia zangu ninazozijua. Hapa ni kwako, haina noma, tutakutana tu. Kimya changu ni wimbo usiosikika. Sasa mimi leo utaniambia, Sesi leo utazungumza. Naona wewe umeshindikana. Laiti ungejua unavyonikela Sesi. Kwanza wewe ndio umesababisha ugomvi humu ndani. Hii mimba yako imeleta matatizo makubwa sana mimi kwangu. Kila siku babako ananizungumzia mimi kuhusu ujauzito. Kabla ya kushika hiyo mimba mimi nilikuwa na amani na mume wangu humu ndani, lakini hiyo mimba imekuwa chachu ya maisha yangu. Yaani unanitia uchungu wewe mtoto. Unanitia uchungu Sesi. Yaani laiti ungejua kwamba wewe sio mwe. Sesi binti yangu, kwanza nikupe pole, kwa maana kile kipigo ambacho mama yako alikupiga, yaani alikupiga kama hatakupiga tena. Alisahau kabisa kwamba wewe ni binti yake wa kumzaa. Kwa kweli jambo lile limeniumiza, yaani limeniuma, najisikia vibaya. Natamani ningempiga hata nikamkata mkono, kwa sababu hakutumia hekima na busara kama mama. Wakati mwingine najiuliza, ni mzazi gani mwenye roho ya kikatili hivyo anaweza kukupiga kiasi kwamba hampigi mtu, anapiga ngoma? Kilichoniuma zaidi, yale matope aliyokugaragaza. Yaani nilitamani na yeye nimlaze kwenye matope, lakini nikamwonea huruma. Ila usijali binti yangu, mtoto wangu mzuri ambaye unaelekea kuzaa wakati mama yako miaka 10 hakuna kilichoendelea. Mimi nikuombe kitu, msamehe mama yako, umeelewa? Msamehe, usimwekee kinyongo. Ndio maana nimekununulia nyama kilo nzima, utakula peke yako. Mama yako hata mfupa usimpe, umenielewa? Baba, unajua uvumilivu umenishinda. Tena ni umenishinda kabisa. Sasa hivi nataka nifanye maamuzi magumu bila kuangalia hasara gani itakayotokea. Japokuwa sasa hivi naona mama ananichukia, amekuwa kila mara akinipiga. Baba, nataka nikuulize swali. Niulize binti yangu, niulize. Hivi ulipomwoa mama, mimi nilikuwa na umri gani? Na alikwambia kuwa mimi ni mtoto wake kumzaa? Kwanza kazi tu kupenda mapenzi kuliko chakula nyoko. Na unajua kabisa mimi huko kazini majukumu ni mengi. Bado tuna kesi ya Bravo huko aliyemtia mimba Sesi, ndo tunamtafuta. Serikali na kijiji kizima wameniamini mimi kufukuzia haya maswara.
Alafu wewe bado unakuja unaning'ang'ania tu hapa nyumbani, unanitoa tu jasho. Sasa baba Nyangeta, ndio maana maunga yako yamejaa, mchere yako yapo. Mimi siri, raha yangu ya kula ni mapenzi baba Nyangeta. Unanilazimisha nile maunga. Mimi ni msukure baba Nyangeta. Mimi hapa baba Nyangeta sikufuata msosi. Hapa nilifuata mapenzi, tuzae kina Nyangeta wawe wengi na mambo mengine yaendelee. Kwani mavyakula mimi nikila ndo nasikia? Baba Nyangeta. Mwili una virutubisho vyake na sio chakula baba Nyangeta. Kama uwezi kuichoma unachoka kimoja unalalamika, niende tu kwa Amura mimi. Unipe nauri, niende kwa ule Mura wa dukani kule nyumbani ataichoma vizuri. Hata hivyo nimemiss ex wangu baba Nyangeta. Na leo humu ndani afe kipa, afe beki, utoki. Shida sio 10,50. Tatizo ni kwamba ile ni kazi. Na unajua kabisa bila ile kazi huu unga si manini au asingekuembo humu ndani. Haya ungekaa tu na nila mimi ungeshiba. Mimi nina nafasi yangu na chakula kina nafasi yake, ndio maana watu tukila chakula hatufi. Sasa wewe unategemea mimi nile tu si nini nikule tu endo nishibe. Ila wewe Mura una akili kweli wewe? Ndio kwanza kimoja unataka uende wapi? Yaani umenitoa majasho hivi najisikia raha, unaenda wapi baba Nyangeta? Na wakati unanioa mimi ulikuwa unajua kabisa una kazi. Kwa hiyo ulitakiwa utenge muda. Huu ni wa kazi, huu ni wa kwangu mimi. Jana usiku umerudi umechoka kama ni ng'ombe. Nikasema nimwache mume wangu arare, tutafanya asubuhi. Asubuhi unanipa kimoja. Baba Nyangeta kimoja. Hapana kwa kweli baba Nyangeta. Leo tutashikiana kama sio visu ni mapanga, utoki. Tatizo tukiongea tu unaanza kunitishia mambo ya kuondoka. Si unanitishia kuondoka ndo nini? Au unataka kuwa kama mama Enjo anavyomtishaga Masesa? Kidogo tu tumeshakosana. Hivi nyewe watu wanene mbona mnatudharau sisi wenye mili midogo nyoko? Kidogo tu unanitishia kuondoka. Hayo ukiondoka utaenda wapi? Sasa unasikia? Mimi naenda kazini bana. Sasa wewe usitaki kunilazimisha kila muda unataka mapenzi Mura, unataka mapenzi Mura. Hivi inakuwa sasa kama ulioa kazi, utaenda kazini Mura. Leo utoki tutauona kwa visu na mapanga. Sawa baba Nyangeta, kama kazi ndio ulioa, utaenda kazini. Ila bila mimi kusema uende. Leo ni humu ndani. Baba Nyangeta, tusipandane kwenye kitu. Nakuja. Nani? Alafu baba Nyangeta, kama sorry ile rafiki yako nimekufuata leo uendi kokote nasema nyo. Sasa binti yangu, usione kwa sababu mama yako anakupiga bila huruma ukahisi kwamba sio mama yako mzazi. Yule ni mama yako, isipokuwa anakuonea wivu kwa sababu wewe ni mjamzito, hali ya kuwa yeye miaka 10 najituma, hamna kinachoendelea. Japokuwa nilimuoa mama yako ukiwa na miaka 2.5 kwenda 3. Ila ninachojua wewe ni mtoto wake uliyekaa tumboni mwake miezi 9. Na kama ingekuwa wewe sio mwanae, basi ningeshajua muda mrefu. Angeshaniambia, au pengine kuna mjomba wako angeshanieleza. Lakini ninaomba unisamee binti yangu, maana ninajua nimekusababishia matatizo. Haya yote ni kwa sababu yangu, lakini ni vile tu nilishindwa kuvumilia, nikashindwa kujizuia. Na bahati nzuri binti yangu, umeniheshimisha wakati mama yako miaka 10 ameshindwa kufanya hivyo. Ndio maana nakuomba usitoe mimba wala usijisikie vibaya. Nitapambana mpaka kuhakikisha ndoto zako zinatimia. Utasoma mpaka utakapomaliza mashule yako. Niko lazi kuuza hata mashamba, viwanja vyangu vyote nitauza, hata kibanda hiki nitauza, ili mradi binti yangu usiache shule. Umenielewa? Pika nyama ule, kula mwanangu peke yako, hata mama yako mfupa usimbakishie. Mshenzi anakupiga leo, inaniuma. Sijali binti yangu, kula. Roho yangu imejaa simanzi, piano inalia noti za huzuni, kama machozi yanavyotika. Hakuna neno, hakuna mfariji, kimya changu kinaongea mengi.
Haya, na wewe nini shemeji? Asubuhi kwenye majumba ya watu unatafuta nini nyongo? Mimi nimekuja kumwangalia baba Nyangeta. Sijui atakuwepo. Baba Nyangeta asubuhi? Baba Nyangeta ametoka toka saa 12, hata sijui ameenda wapi. Sasa kaenda wapi? Mimi nampigia simu hata apokei. Sijui shida ni nini. Hivi wewe waga unawataka hata kuichoma choma siku moja moja? Yaani nakuona tu ni kazi na nyie, kazi na nyie. Hata siku moja sijaiko kusikia leo naenda kwa mke wangu kuichoma choma nyoko. Hayupo baba Nyangeta, usinisumbue. Sasa shemeji, mimi bado sijaoa. Na ndio maana nakuwa nikikuangalia hivi ninakutamani. Unajua una vitu fulani hivi, vitu vyangu yani vile vimwili vya Harmonize. Sasa shemeji, kwa baba Nyangeta hayupo, unaonaje tuingie ndani basi angalau unitunuko basi hata kidogo niichomechome. Shemeji koma. Shemeji, nilishaka kuambia hii ni ya baba Nyangeta tu na sio ya mtu mwingine. Shemeji, nitaingia ndani nikuchukulie panga nikutawanyishe kama tulivyomfanya yule mura wa dukani. Toka nyoko, toka! Mbafu kabisa nyoko. Leo baba Nyangeta leo kazi unayo. Bwana shemeji, huyu mguu leo nimekuja kwako. Kuna malalamiko nimeyapata kwa dada yangu. Inaonekana mna ugomvi mkubwa sana kwenye ndoa yenu. Nikaona ni vyema nifike nipate uhakika na kile dada yangu anachokizungumza. Kikwetu anasema hivi, akalimi kumwe kakamivyufyo. Nikaona nifike kwa kujiridhisha. Hiki alichoniambia dada yangu kwamba kuna ugomvi mkubwa sana. Labda unaweza kuniambia kiundani zaidi niweze kupata ukweli. Wacha nikwambie bwana shemeji. Ni kweli mimi na dada yako tuna ugomvi. Tena sio wa kitoto. Ni ugomvi mkubwa sana. Na tunakoelekea atakuja kurudi nyumbani nimemtengua mkono au nimemtengua shingo. Kiufupi nitaenda jela kwa sababu yake. Kama ataendelea na michongo yake ya kijinga. Kama unavyojua nimekaa na dada yako miaka 10. Sijawahi kumpiga, sijawahi kumlambisha hata kofi. Na wala hajawahi kunizalia, hajawahi kutapika, hajawahi kula ndimu wala udongo. Sasa baada ya mjomba wako kupata ujauzito imekuwa ni tatizo. Kila siku ni ugomvi. Anampiga, anamgaragaza. Kama juzi hapa kamgaragaza kwenye matope mpaka nikajua amemuua. Nikajiuliza, huyu ni mama gani? Mama gani ana huruma na binti yake? Ya unaweza kumpiga mtoto kama unapiga ngoma, hali ya kuwa ni mtoto ambaye ulimzaa. Nikagundua ni wivu. Wivu namsumbua. Kwa sababu hajawahi kuzaa kizazi anamuonea wivu binti yake. Sasa ni maisha gani? Kama sipoacha, mtakuja kuona au mtasikia humu ndani kuna mzoga. Shemeji, ili swala la kuhusiana na mpwa wangu ni sahihi kabisa mamake amuulize nani alimtia mimba. Kumbuka mpwa wangu bado ni mwanafunzi. Haipaswi ukalie hili jambo kimya. Ni harari mamake amuulize. Mimi ningeshukuru sana kusikia kwamba wewe kama baba yake munashirikiana na mke wako kuweza kumuuliza huyu mtoto nani alimpa mimba. Lakini ni kama unamuunga mkono. Labda kuna kitu unachokijua zaidi ya hapo. Sikia nikwambie. Bwana shemeji, mimi nakuheshimu. Tena nakuheshimu kweli kweli. Mtu akikutazama ulivyotipwa, mwili mkubwa, kichwa kikubwa, unaweza ukazani una akili. Kumbe akili zako ni kama za dada yako tu. Hivi unaweza kuunga mkono mjomba wako kupigwa kama ngoma? Kisa ujauzito. Wangapi wamebeba mimba watoto wakiwa shuleni? Si wengi.
Haya, tukiachana na hilo, sesi mwenye mimba hataki kumtaja, anabadilisha kila siku. Mara walimbaka, hakuwajua ni kina nani. Mara alimtaja kijana mmoja anaitwa Bravo, wakamkamata polisi akakimbia. Baadaye sasa akasema sio muhusika. Mimi nilitegemea kwamba dada yako angetumia hekima kumwacha sesi kwa uhuru, baadaye atazungumza mhusika wa mimba ni nani. Lakini kila siku ni ugomvi. Alafu shemeji, wewe una mji wako, sina mke. Mimi nishaye kuja kukushauri mimi na maisha yangu, wewe una maisha yako. Sidhani kama tuna sababu ya kuingiliana. Shemeji, naona sasa unavuka mipaka. Yaani kama ni nchi, sasa hivi umevuka Tanganyika umeingia Kongo. Ili sasa unataka kunivua mpaka nguo za ndani. Tafadhali shemeji, tuheshimiane. Yaani mimi nilikuwa naona kwamba wewe ni mtu, yaani mtu mzima kabisa mwenye akili zake timamu, lakini 0.0, si hata 0.1, 0.0. Sasa kwa hiyo ninachokuomba, nitafuatilia huyu mpo wangu nani alimpiga mimba, na nitajua, nitatumia njia zangu ninazozijua. Hapa ni kwako, haina noma, tutakutana tu. Unaona hii fimbo? Nakuuliza, unaona hii fimbo? Naweza nikakurambisha bila kujali wewe ni shemeji yangu, nikakugonga kwenye hiyo tumbo, nikakupasua. Hebu ondoka, toka kwangu. Pengine wewe ungenizaliwa ukawa na kizazi. Mshenzi wewe. Naingia mambo ya familia yangu, yanakuhusu nini? Na huyo dada yako nitamnyosha. Shenzi mkubwa. Kafrodom duduje. Ulinifundisha mwenyewe. Kafrodom, shenzi. Lumix, sorry, Rukia. Huu mguu unaouona ni simba alikuwa mawindoni nyoko. Nilikuwa kwenye harakati za kutafuta mtu ambaye ataendana na hazi yangu. Unajua sisi maaskari hatutakiwi kuwa na wanawake wanene kama yule. Mtu amekaa mnene si utadhani nini? Mtu akinilalia huu mwili wangu wenyewe ana overtake. Sasa nisikilize nikwambie Rukia, sawa? Mimi naona kabisa wewe na Ambigiri ni vitu viwili tofauti. Yaani ni negative or positive. Sasa wewe utaamua wewe. Uende kwa mtu mwenye elimu yake na cheo chake. Mimi yule namzidi cheo. Mtu anavaa nguo nyeusi juu mpaka chini. Lakini mimi ushawahi kuniona na nguo nyeusi juu mpaka chini. Si unaniona hii hapa? Sasa nisikilize. Mimi nataka mimi na wewe ndo tuwe mapati, na namaanisha wewe na nani tuunganishe. Umesikia nani Rukia? Jitazame kwanza ulivyo. Unajua una hazi ya kuitwa mwanamke wa mwanaume, ila sio kile kigimbaruru ambacho nipo nacho kule nyumbani. Ndio maana kila muda nakibembeleza niende kazini kinanibania ndazi. Kinajua nitakutana na wewe. Sasa nisikilize nikwambie Rukia. Kwanza una sifa zangu vitu fulani hivi. Nikiwa nakutazama kama najiangalia kwenye kioo, umepanda hewani ukinilalia unanivuka kidogo mabegani. Kwa mimi Rukia, mimi nimekuelewa. Kucha zako, urefu, tunywele, uso, kope kidogo. Mimi nilikuwa nataka tu unikubalie tu tuwe pamoja. Tutengeneze familia mpya. Tanunua godoro tuweke ndani, hamna kulalia mifuko. Mimi najua kule kwa Ambigiri unalalia mifuko. Kataa tuone. Ulali mifuko, mimi nakununulia godoro zuri na kuletea maunga mamchere mle ndani. Naagizia tu kutoka Mara, nyumbani familia pale hela ipo. Umemaliza? Hivi una akili kwanza? Hivi ni wewe ama naota? Wewe si ni mume wa mtu kabisa wewe? Kwanza wewe ni shemeji yangu Yaani mimi sikutarajia ujinga Mungu kuja kuniambia hapa. Kama mimi nijua kitu niambia kitu cha maana, kumbe uko yani Basi.
Wewe si ni mume wa mtu. Basi nani, Rukia, sikiliza, acha kufanya mambo yarefuke. Unajua mimi ni mtu wa Mara, sipendagi kuongea sana, japo Msoma kule ndo sehemu ambao nimesomea. Unajua sisi tunapenda kwenda kizungu. Vita ni vita mura. Yeye kama aliamua kufanya mambo ya kifirigisi, mimi nakuchukua na utakuwa mpenzi wangu rasmi. Wewe ni mwanamke mzuri bana. Kwani nichezee nafasi? Afa mazingira tulokutana hamna mtu anayetuona wala nini. Wewe tu ungenikubalia hapa tukatoka tumemaliza, mimi nikajua kwamba nanunua vitu gani niweke ndani. Rukia. Afu bahati zingine acha kuziraria mlango wazi. Unaweza ukapita njiani ukakutana na kikaratasi ukakizarau. Kumbe kwa ndani kuna hati za majumba ya watu, kuna mamigodi mle, watu wamewekeza mikataba ya mgodini, ukaenda kupiga hata hela. Haya, wewe unaniona mimi si kama vile vitambulisho, ukivichukua tu hapo unaenda kupiga hela. Kuna kukuta sifuri na kukuta kitu. Wewe nani? Kunjua moyo basi.